Bwana wabariki sana. Kwa majina yangu kama vile nilisema ni Pastor Christopher Zao. Yesu ni Bwana katika maisha yangu na ninafurahia siku ya leo kuwahudumia katika neno la Mungu. Siku ya leo tutaangalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Ningependa uingie pale, kama uko na simu yako fungue 1 Samuel chapter 16 verse 1 to 13. Hapo ndipo Mungu wetu ataenda kutuzungumzia. Topic yetu siku ya leo imeandika kama hivi: God removes us from the least of the least. God removes us from the least of the least. Yaani Mungu anatuondoa katika orodha ama orodhesho ya wale wako chini ama wale wadogo. Mungu anaweza kutuondoa. Ninapoongea hivyo siku ya leo, najua ya kwamba tumeanza mahali, safari yetu imeanza mahali, tumeanza chini tukiwa na matumaini ya kuwa wengi ama kuwa kanisa kubwa, ile inaitangwa mega church. Amen. Bwana asifiwe. Mega church is a big church. A big church like a cathedral, a church with its own property, our own land, a church whereby everybody is there. Learned people are there. Yeah? Rich people are there. Yeah? Everybody is there. People from every corner are there. People of all calibers are there. That's a mega church. And that's where we are going. And now, because we are least, tuko pale chini. Siku ya leo nimekuja nikuhimiza ya kwamba Mungu anaweza kutuondoa pale chini atuweke pale juu. Amen. 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 God can remove us from the least. Yes. From the least, L-I-S-T. The least of the least, L-E-A-S-T. Umeelewa hiyo kizungu? Yes. God can remove us from that category of few, small, to a bigger congregation in Jesus' name. Amen. That is why I've told you we began two. This church began two, I and my wife. But today we are how many? We are more than 10. We are more than 10. Amen. Praise be to God. Amen. We have some apologies because we are growing bigger. God is on our side. Hallelujah. Amen. Why did God choose David from the least? From the least. David was the last born in the father's house. There are other men or brothers who are older than him. And when they went to the battlefield to wage war against their enemies, akabaki pale nyumbani. Daudi alibaki nyumbani akifanya zile kazi petipeti, zile kazi kidogo, kazi ya kulisha kondoo, kazi ya kutumwa kwa duka, kazi ya kutumwa kuchukua kitu apelekee mzazi, kazi ya kutumwa kwa neighbor. Alikuwa anafanya kazi zile dogo, the minor jobs at home. But time came, ulimwengu mzima, wafalme wote, na army yote, askari wote, kikosi kikubwa ama kikosi kizima, wakasema ya kwamba atuendelee kama Daudi hajafika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hiyo hadithi tunaipata katika kitabu cha Samueli wa kwanza, kifungu cha 16, mstari wa kwanza hadi mstari wa 13, na tutasoma. And the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, since I have rejected him as a king over Israel? Fill your horn with oil, and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be what? To be the king. But Samuel said, how do I go? Saul will hear about it and kill me. Then the Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what to do. You are to anoint for me one which I will indicate. Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him.
They asked him, "Do you come in peace?" And Samuel said, "I come in peace. I come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to the sacrifice with me." And come to the sacrifice with me. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, "Surely the Lord's anointed stands here before the Lord." But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel. Samuel said, "The Lord has not chosen this one either." Verse 9, Jesse then had Shammah pass by. But Samuel said, "No, has the Lord chosen this one also?" Verse 10, Jesse had 7 sons. Jesse had of his 7 sons passed before Samuel. But Samuel said to him, "The Lord has not chosen these." Verse 11, so he asked Jesse, "Are these all the sons you have?" "There is still the youngest. Jesse answered, "But he is tending the flock at home." Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." That's number 12. So he said, he sent and had him brought him. He was ruddy, with fine appearance and handsome features. Then the Lord said, "Rise up and anoint him. He is the one." Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Who was David at this point? He was the last born. He was the last. David was the least. He was the youngest. When they were going to the battlefield, he could not fit into that battle because he was young. And he was left at home to take care of the flock at home. I've come to tell you that when the man of God said, "I did not see the brothers fit for this anointing," he asked, do you have another son? Uko na mtoto mwingine? Ama uko na kijana mwingine? Ni hawa tu ambao wamepita mbele yangu. Baba Jesse akasema kwamba kuna mmoja ambaye amebaki nyumbani. Huyo ni mdogo. He is the least. He is small. He is the last born. Bwana asifiwe. Amen. He was the last in the least. But Samuel akasema kwamba, "Go and fetch him. Bring him here. We will not sit down. We will not continue. We will not anoint." Because the anointing oil refused to pour. Hallelujah. Mafuta ilikataa kumwangika. Mafuta ya upako ilikataa kumwangika kwa sababu ndugu zake wote walikataliwa. Aliyekuwa wa mwisho, aliyekuwa wa chini, aliyekuwa kule nyuma, aliyekuwa nyumbani akifanya kazi ndogo, petty jobs at home, being sent at home, taking care of the flock, sheep and goats. Mtumishi wa akasema kwamba we will not continue until he comes here. Not even continue. We will not sit down until he arrives. Bring him here. Wakakaa wamesimama. Hallelujah. Wakakaa kama wamesimama. Wakangoja kama wamesimama. Until the time when David was brought. When he was brought, Samuel said, "He is the one." Bwana asifiwe. When David was brought, Samuel said, "He is the one." Na yale mafuta yaliyokuwa katika pembe ikakubali kutoka kumwangika. Ikakubali kumwangika. Because the time has come for God to uplift, for God to promote, for God to bring about the least among the least into the space. Bwana Yesu asifiwe. When time for God to bring you up. Hallelujah. Bwana asifiwe. It doesn't matter where you are.
or who you are, or how small you are, when time comes for you to be uplifted, He will uplift. Amen. When times for the oil comes, for the oil to pour, it will pour. Yes. Amen. When He was brought, the Bible says, He was anointed to be the King of Israel. Hallelujah. Amen. What made David get favor in the presence of the Lord, so that he may be the one to fight for his army? What happened? What kind of a favor did he get in the presence of God to be the one who will be chosen to be the king, who will be chosen to fight on behalf, who will be chosen to speak on behalf? Mbona Mungu akamjalia wema? Mbona Mungu akamwangilia mafuta? Mbona Mungu akamkubali kuwa ndiye yule ambaye ataenda katika vita na kupigana na Goliath? Haleluya. Mbona ikafanyika hivyo? Hakuwa na kifua cha kutosha, hakuwa na kimo cha kutosha, hakuwa na ujuzi wa kutosha, hakuwa anaweza kuvaa nguo zile walikuwa wanavaa. Walikuwa wanavaa nguo ambazo ni nzito za chuma, na kubeba bunduki ama mkuki ambao ulikuwa mzito. Hakuweza. Daudi hakuweza. Daudi hakuwa na skills, hakuwa na uzoefu wa kushika mkuki. Daudi hakuwa na uzoefu wa kukimbia ama kutembea ama kusimama mbele ya Goliath. Hakuweza. Lakini ndiye yule ambaye alichaguliwa kwenda mpaka akapigana na nani? Na Goliath. Mbona ikafanyika hivyo? Siku ya leo pengine kuna swali, mimi nitainuka lini? Mimi nitafanya nini? Jibu iko nasi siku ya leo. Kile kilimfanyikia Daudi ile siku alichaguliwa, ile siku alipokwa mafuta, ndicho kitakufanyika katika maisha yako, ndicho kitakufanyikia katika maisha yako. Wale ambao walikupea jina ya kwamba huwezi, au you don't fit, au kuwa pale, wewe si kitu, au kubaliki, siku inafika yako wakutafute, wakungonje, wakuite, wakupigie, waseme ya kwamba this project can never continue until you be the supervisor. Amen. Hallelujah. Amen. This ministry can never continue until you become involved. Amen. Hallelujah. Amen. This church can never continue unless you become a pastor there. Hallelujah. Amen. This ministry can never continue until you become a preacher there, an intercessor there, a praise and worship leader there, because the Lord God has anointed you. Amen. I have come to you today to encourage you in the name of Jesus. You people of small beginning, you people who are counted in the list of the list, there is come a time for you. You will be number one. You will be better than all. They will say we will not continue until he is brought here. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Jambo ambalo nakusudia kufanya utalifanya wakati ukifika. Kwa maana mpango wa Mungu ni kwamba Mungu akipanga mpango na maisha yako, time ikifika utapangika vizuri. Mambo yatapangika vizuri. Mambo yatakuwa shwari katika jina la Yesu Kristo. Ni kitu gani kilifanya Daudi haweze kuwekelewa ama kumwagilia mafuta na akakubalika katika vita ambavyo zilikuwa mbele ya watu wao? Jambo la kwanza, alikuwa na imani na ujasiri katika Bwana. Amen. David had faith and courage in the Lord. Na kuwa na imani na kuwa na tumaini na ujasiri ni jambo imenisaidia mimi mwenyewe. Kwa sababu ukiwa na imani ndani ya Mungu, atakuwezesha hata kule ambako hauonekani kama utaweza, atakuwezesha. David's deep and unwavering faith, it gave him courage even to face the Goliath. That wavering faith and the courage he had in the Lord, it made him get the wavering faith and wavering faith even to meet who? Goliath, who was a champion, who was a very strong man, who was unbogable. David akaweza kusimama mbele yake na kumweza. Hilo jambo la kuwa na imani, kumtumania Mungu ya kwamba huu mlima, huu ugonjwa, jambo hili zito itawezekana kuondolewa kwa jina la Mungu, na akachukua nafasi ya kutoka na kwenda mbele za Mungu, na kwenda mbele za Mungu na kuamini Mungu na kusema kwa jina la Mungu itaweza. Hii ndio courage. Kuchukua hatua ya kutoka na kusema
Ni nani ambaye ni kitu gani ambacho kitafanyika kwa yule ambaye atamuua huyu Mfilisti ambaye ametawaliwa? Mnaambiwa utapewa nini? Akasema, akaambiwa akaamini ya kwamba yule Mfilisti ambaye anaudhi Mungu, anatukana Mungu, yeye mwenyewe kama Daudi, yule alikuwa anashika simba, yule anashika mnyama pale porini, pale katika msitu, anatisha kondoo ya baba yake. Hivyo ndio anashika nani? Goliathi, anataweka chini. Hiyo courage ndio alikuwa nao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ni mlima mgani? Ama ni ugonjwa mgani? Ama ni hali gani unapitia katika maisha yako? Take courage in the Lord. Have faith in the Lord. Take courage in the Lord. And encourage yourself in the Lord. And you shall make it in Jesus' name. Haijalishi itachukua muda gani, but you shall make it in Jesus' name. David faced Goliath. While other brothers waliona ya kwamba hawezi, they were paralyzed. They went, yani Goliath alikuwa anatoka hivi kwa uwanja, anatigiza mabega hivi. Watu wanarudi, wanaenda kulala. Daudi alipoona hivyo, akasema ya kwamba hapana, Mungu ambaye ninaamini si Mungu wa uoga. Hallelujah. Hallelujah. He was convinced that God would be with him and he would be the person to deliver the men of Israel and his brothers from the hands of Goliath. Bwana asifiwe. His reliance on God, an ultimate source of strength. It is faith that he had in the Lord. Na akaweza kufanya nini? Kusonga mbele. That was courage and a faith in God. Number 2. Kwa nini kulionekana ya kwamba Daudi ndiye angeweza kufaulu katika jambo hili ama kushinda hii vita ama kuweza kumuleta chini ama kumuua Goliath? Jambo la pili ni kwamba David defended God's honor. Yes. David defended God's honor. Daudi alitetea heshima ya Mungu. Amen. Akasema Mungu hawezi kuadhibiwa nikiwa, Mungu wa Israeli hawezi kuadhibiwa nikiwa. All these sorts of insults, belittling haitafanyika. Mungu aliye hai mtamtetea. Nitasimama katika pengo kwa sababu ya utukufu wa Mungu wangu. David was motivated by Goliath's blasphemy against the God of Israel. His primary reason for fighting was to defend God's name, not to gain personal reward. Was to do what? To fight, to defend God's name. Amen. Amen. Wale wao mliokoka juzi, itakuwa ni jambo mbaya sana kusikia watu wakisema hakuna Mungu. Itakuwa ni jambo mbaya sana watu kusema kwamba Mungu haponyi. Utasikia vibaya sana watu wakisema Mungu afungui milango, kwa Mungu hakuna miujiza, kwa Mungu hakuna raha, kwa Mungu hakuna mazuri. Itakuwa ni vibaya sana. Unafaa kusimama na uambia kwamba kwa Mungu kuna yote. Kwa Mungu kuna baraka, kwa Mungu kuna amani, kwa Mungu kuna miujiza, kwa Mungu kuna uponyaji. Utetee imani yako, utetee ushuhuda ambao uko nao ndani ya Kristo, utetee utukufu wa Mungu ndani yako, ili watu wajue ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Mimi I'm that type. Mimi ni baadhi ya watu ama baadhi ya wale ambao wanaamini ya kwamba hata ukipanda mbegu kwa rami, kwa simiti, haleluya, itamea. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakaniangalia, tunasema nini? Ndio, mimi ni wale ambao ukimpatia mbegu hapata katika simiti ama katika lami, itamea. Haleluya. Itakuwa mahindi, itakuwa marangwe, itakuwa mwembe, itakuwa mtunda. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa hiyo kwa maana sikutaka kuonyesha ya kwamba Mungu hawezi, ama Mungu asikii, ama Mungu hayuko na nguvu na mamlaka. Nikasema hivyo, nikamwambia basi kama ni hivyo, enda mashinani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na mashinani leo kuna kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Hakukuwa na kiti, kuna viti. Hakukuwa na kameras, kuna kameras. Hakukuwa na vyombo, kuna vyombo.
Hakukuwa na watu kuna watu. Hakukuwa na madhabahu kuna madhabahu. Kwa maana ujasiri wa mchungaji wa kuonyesha kwamba utukufu wa Mungu lazima uonekane, umeanza kuonekana katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. The victory of David was not as a result of physical might. Physical might. Si alikuwa na nguvu, hakuwa na kimo, hakuwa na kifua, kile kifua mnasema kwamba kifua cha kona. Hakuwa na hicho, na alikuwa mdogo. Alikuwa amezoea tu kubeba kobeo na tumawe. Hallelujah. Amen. Kobeo na tumawe, na sling and some stones, small stones. Ndizo alikuwa anabeba ili aweze kufiatua, kupiga nani? Wanyama wengine wale wangekuja kufahamia kondoo za baba yake. Hakuwa amejua kubeba mkuki, hakuwa anajua kubeba bunduki, hakuwa anajua kubeba kitu mzito tu. Alikuwa young, very small man. Uwezo wake, ushindi wake haukutokana na mwili wake ama kimo chake. Hallelujah. Amen. Lakini kwa sababu alikuwa willing, alikuwa amejitolea na alikuwa na hamu ya kuleta ushindi kwa watu wa Mungu na kuleta sifa kwa Mungu mwenyewe. Akasema nitaenda, nitasonga mbele. Akaambiwa kijana, wewe umetoka nyumbani juzi, hata maziwa ya kunyonya itatoka wapi? Kwa mapua. Wewe rudi nyumbani ukalishe nini? Kondoo. Hiyo ndio kazi yako. Akasema hapana, nitaenda. Basi ingia pale walisho nguo. Enda walisho nguo kwa Hamari. Enda walisho nguo kwa store. Akawalisho nguo zikawa oversize. Hallelujah. Amen. Nguo zikawa mzito. Hallelujah. Amen. Akatoa akasema mimi nimezoea kufanya bila hizi. Akasonga mbele. Akapewa mkuki. Akaona mkuki ni mzito, hata ni mrefu kumuliko. Akasema hii pia sijazoea. Akaambiwa basi utaenda namna gani? Mimi nitaenda kwake, kwa huyu Goliath, na jina la Baba, jina la Mungu, Mungu wa Israeli. Na before the day goes, I will bring him down. Before the end of the day, nitamleta nani? Goliath chini. Nimkalie chini, nimkalie awe kiti yangu, nichukue kisu, nikata nini? Shingo, nitoe kichwa, nipatie kichwa kwa ndege wa gani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini? Alikuwa amesema kwamba I will defend my God. Naye Mungu akawa upande wake. When God is on your side, nobody can be against you. Amen. No force, no odds can be against you. Amen. Be it be forces or what, nothing can be against you. Number 3, what God saw in the lives of David, ili aweze kumtuma wapi? Kule kuokoa wana Israeli. David was the choice of God. Daudi alikuwa chaguo la nani? La Mungu. Mungu alikuwa ameamua hiki kikosi cha Wafilisti, huyu shujaa Goliath, hakuna mwingine ambaye atamleta chini ama atampiga isipokuwa nani? Daudi. The least among many big brothers, big men who were fit for it. Akasema I will pick the least. Hallelujah. Amen. He chose David himself. May the Lord choose you. Amen. May the Lord choose you. Amen. May the Lord choose you today. Amen. To be the one to fight on behalf of the church. Amen. To be the one to fight on behalf of your family. Amen. To be the one to fight on behalf of your nation, Kenya. May the Lord choose you. Amen. In Jesus' name. Amen. According to the story in the Bible, God had chosen David as a king, not based on any physical appearance, but his heart. David was among the people whom the Bible says his heart was after God's heart. Hallelujah. Amen. Hata Mungu mwenyewe alikuwa na ushuhuda wa Daudi ya kwamba nikituma mzao mashinani, he will do it because he's a man after God's heart. He's a man after God's ministry. He's a man after winning souls. He's a man after bringing up a big church. He's a man who will make it to become to bring people to Christ. It was a choice. Bwana asifiwe. He chose. May you be chosen by God. Amen. To bring kingdoms now down. Amen. To bring people to Christ. May the Lord choose you, brother. Amen. May the Lord choose you, sister. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. To bring glory and honor to God. Amen. This revelism
that David experienced, it was extended to enable him to defeat Goliath as an instrument of God's will. Because God, Mungu alikuwa ameteuka kumtumia, akampaka mafuta, akamkubalia hadi Samuel walipopelekwa kwa Jesse alipopelekwa kwa Samuel walikataliwa. Lakini huyo akafunikwa na kibali cha Mungu, kwa maana roho yake ilikuwa after God's heart. Alikuwa rafiki wa Mungu wa karibu sana. And therefore Saul akadeclare that no one will sit down until David is brought in our presence. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa maana alikuwa amechaguliwa. May you become the Lord's choice. Amen. Number 4 and the last. Kwa nini Mungu akachagua Daudi kuwa na kibali kupigania nchi yao? David had skills and was prepared. Hallelujah. Amen. David alikuwa na uweza, had skills, alikuwa na uzoefu ama mazoea ya kupigana vita ama ku approach adui. Alikuwa na huo uzoefu, na pia alikuwa prepared in his heart ya kwamba akiwa na Mungu wake hakuna jambo, no situation, hakuna circumstance, hakuna mlima, hakuna hali itamshinda, kwa sababu roho yake ilikuwa inajua kwamba yeye na Mungu wake ni washindi. Hallelujah. Amen. While faith was the foundation, David's skills of using his sling honed from him his experience as a shepherd defending the flock of his father. It was a crucial element of his victory. Uzoefu wa kutumia ile kobeo. Hallelujah. Uzoefu wa kutumia ile mawe matano tu, alitumia moja, kwa sababu alitumia chombo ambacho alikuwa amezoea. Alikuwa na skills za kutumia chombo hiki kinaitwa sling ama kinaitwa kobeo. Chombo chako kama Mkristo ni nini katika maisha yako? Yeye mwenyewe alijua kwamba akitumia kobeo hahitaji mkuki. Amen. Amen. Hahitaji bunduki. Hahitaji ile bunduki inaitwa silencer. Hahitaji AK-27. Hapo amezoea hiyo. Alitumia chombo kile ambacho alikuwa amezoea. Na kwa maana alikuwa amezoea kungotea simba na wale wanyama wengine wakiingia katika kutafuta ama kufahamia kondoo za baba yake. Alikuwa prepared kuattack. This same case alikuwa prepared kuattack Goliath na kutumia ile chombo alikuwa amezoea kutumia. And therefore he chose to use his tools, the tools that he had, that God had given him, rather than the armor that was used by other people and not suitable for him. Can I come again? Yani Daudi alitumia kile chombo ambacho Mungu alikuwa amemzoesha kutumia, kuliko kutumia vyombo vya wengine ambavyo angetumia aweze kufaulu. Hallelujah. Amen. Alikuwa na uzoefu huo. Mkristo pia anafaa kuwa na uzoefu wa kutumia silaha. Amen. Silaha yako kama Mkristo ni gani? Daudi alikubaliwa kwa maana alikuwa na uzoefu wa kutumia nini? Silaha. Silaha yako ni gani siku ya leo? Silaha ya Mkristo ni maombi na Biblia. Amen. Maombi na neno la Mungu. Hiyo ndio silaha ya Mkristo katika maisha yake ya kila siku. As a Christian, we need to be skilled or to have skills to use the word of God and prayer as our weapons in order to overcome our battles in this world. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Prayer and the word of God, because prayer is a weapon. Amen. Prayer is a weapon. Amen. And I took myself to pray. I went to the nearby prayer center and God spoke to me. This is your city. Ukiwa mahali pale ngambo unaona manyumba makubwa huko mashinani. Mungu akaniambia that is your city. Amen. That is your city. Hallelujah. Amen. Because prayer is a weapon. And through prayer God knows. Through prayer God knows about you. Through prayer God understands you. Through prayer God speaks unto you. And through prayer God overcomes for you. Through prayer God spoke to me and told me
This city is my city. Mashinani is my city. And I have my Bible, and I have myself, and I have faith in the Lord. This city, I will possess it, and I lift my hands, possess it from that side. I possess this city from this corner to this corner in Jesus' name. And by the time we were meeting here, 2 of us, 3 of us, sijakuwa nikiona kama hiyo ni jambo. It has never been a big issue for me when we meet 2 of us here. And she's my witness. Na hajaniuliza, mbona ushughuliki, mbona utetemeki, na mbona una wasiwasi, mbona kanisa liendelee, na kanisa itakuwa. It is because there's a time I told God, give me this city. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Through prayer, God will give us a big church. Amen. 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 Si rahisi kutoka mwezi wa pili unahubiria watu 2, watu 3, saa zingine watoto, saa zingine nilimwacha hapa akahubiria mlevi. Imagine yeye na mlevi wakabaki hapa, yeye wakiwa wengi. Mlevi akalala, anasikia huko. Mlevi akalala. Mama akahubiria mlevi, anangorota, asikii kitu, na amekuja na sadaka ya 10 na anasikia akiwa sawa. Na mama akahubiri. Na mahali nilikuwa niko, nasema tu mpatie nguvu mke wangu anapohubiria watu mashinani. Saa hizi anahubiria nani? Nani? Ni mlevi. Kwa sababu when God is preparing you to remove from the list of the list, hakuna njia anatumia. Bora tu utii. Bora utii sauti ya Mungu na utumie silaha ambazo amekupa. Silaha moja ni neno la Mungu. Na la pili ni maombi. Na hili neno la nikihubiria mtu mmoja hapa mke wangu peke yake, huwa naamini ya kwamba katika ulimwengu wa rohoni aliye Kaluguru amesikia. Amen. Aliye Kona amesikia. Amen. Aliye Kiratina amesikia. Aliye mashinani amesikia. Aliye disciple amesikia. Bwana asifiwe. Amen. Because this word is a weapon and mshale. Inatembea mbali sana. Bora upossess that area of service. This is my city. This is my area of service. And so, because God can remove you from where you are to a bigger person, a better person, He can. Amen. He can remove us from where we are to a cathedral. Amen. If we have faith and courage in the Lord, He will do. Tukiwa na usujana imani, atatenda. Tukiwa tuko tayari kutetea utukufu wa Mungu, yaani Mungu hawezi dhiakiwa tukiwa. Unasema itafanyika nikiwa hapa, unatetea jina la Yesu Kristo. Jambo lingine ni kwamba tunafaa kujua kwamba tumechaguliwa. Yaani watu wakisema ya kwamba haufai, elewa ya kwamba Mungu amekuchagua. Isikutishe vile wanaongea. Hata huyu hajasoma, huyu ni mlevi, huyu kwa ni masikini, hawana kitu. Usisikie hayo. Elewa, kumbuka, waambie God has chosen me. Amen. Waambie mimi si mtu wa kawaida, ni wale ambao ukipewa mbegu upande kwa simiti itamea. Upande kwa rami itamea. Be that person. Na ukipewa mbegu mbeba hiyo mbegu. Amen. Hallelujah. Amen. Jambo la mwisho, tumia silaha. Usiende tu mikono mtupu, usitupie watu mikono ama maneno. Tumia silaha 2. Ya kwanza ni maombi na neno la Mungu. God bless you. Amen. May the Lord encourage you. Amen. To use the word. And also to use the weapon called prayer. Amen. And you shall make it. Yes. You shall make it in life. Oh, yes. Ni jambo gani ambayo imekulemea? Ni jambo gani? Dhambi ina gani? Ni uzito ina gani? Ni chuki imejaa moyo wako? Ama ni ulevi? Ama ni nini imekulemea? It is possible. Inawezekana kwa Mungu. Inawezekana kwa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Just surrender to God. Mfano kama vile Daudi alifanya. Daudi alisema nitaenda. And in a short while I'll bring Goliath down. Hey, kamuliza Bwana, you are joker. You are ujui wewe. Hii ni kielele umeleta hapa. Ile kuchunga kondoo kule nyumbani. Wacha hii mchezo yako wewe. Huyu si mtu wa kuchezea. Lakini by the name of God of Israel, He brought him down. Na alianguka si kwa mgongo, alianguka kwa uso. Meaning that even Goliath
alisalimu amri, akasema ya kwamba I surrender. May all your enemies surrender to you. Amen. May every situation surrender to you. Amen. By falling down on their faces. Amen. In the name of the Father, yes, the Son, amen, and the Holy Spirit. Amen. Masikini usurrender. Hiyo hali ya kuishiwa isurrender. Hiyo hali ya madharau isurrender. Ile jambo kubwa sana kwako surrender. Na kila jambo, kila roho, kila falme, kila kingdom, they surrender to you. Amen. Because you believe in God. God of heaven. Amen. Let us pray. Our Father, our God in heaven, we thank you for your word. Umenena maisha yetu. Umetutia nguvu mwana wa Mungu, ya kwamba hata kwetu itawezekana tuweze kuondolewa katika kiwango cha chini. Mungu ukatuinue katika kiwango kingine, kiwango cha juu, iwapo tutakuamini, iwapo tutakuwa na ujasiri, iwapo tutatetea imani yetu, iwapo tutaelewa ya kwamba umetuchagua, iwapo tutaelewa ya kwamba tunafaa kutumia silaha ya maombi na neno lako ambao umetupa bure. Mungu, naomba katika jina la Yesu Kristo wasaidia hawa wapendwa wakaweze kuwa na imani, wakatetea imani yao, na Mungu ukajidhirishe katika maisha yao, na ukawatetee, ukawapiganie, ukanene kibali maishani mwao, ukawanenea ushindi katika jina la Yesu Kristo. I pray even for the new converts. Father, bless them. Grow them to your kingdom. Grow them to another level. Grow them with the love of God. Provide unto their needs. Yes. They need you, King of Glory. They need jobs. They need money. They need shelter. They need food, my Lord. Provide unto them, Jehovah. They need victory as you gave victory to David. Give them victory to overcome sin, to overcome all odds of the day. In the mighty name of Jesus Christ. Overcome for them. Overcome for them through the Spirit of God. Intervene in their lives, of God. Intervene to the needs of this church. Yes. Intervene into our needs, O Jehovah. In the mighty name of the Lord. We represent those who have not come today. Whatever they are, oh God, I pray, the same Spirit ministering to us will minister to them wherever they are. In the name of Jesus Christ. We have got needs. We need a keyboard in this church, my Father. We need a strong mixer in this church, oh God. We pray for your provision in Jesus' name. We also need a strong speakers in this church, my Father. In our beginning, Lord, we know you are going to remove us from the least of the least and place us to where we belong. In the name of Jesus. And above all, the devil is defeated. Yes. Demons are defeated. Yes. That the kingdom of darkness is defeated. And by the name of the Lord, we shall make it in this life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we do pray. Amen. Someone say amen. Amen. Yes, in Jesus' name. Mungu abariki sana, awaongezee na watende mema katika jina la Yesu. Amen.